Naweza kukuamini kirahisi hivi? Kwani mzee Usama, hauwezi kutafuta utajiri kwa njia nyingine tofauti na ushirikina? Hauoni kama unaharibu familia yako au unaitesa tu bure? Wewe Asnati, wewe mtoto wewe. Shika adabu yako. Sikiliza sasa nikwambie kitu kimoja. Sitaki uifuatilie familia yangu. Sawa, umenielewa hilo? Na likija tena kujirudia, kunisimamisha barabarani hapa, kuniambia upuuzi huo, utajua ujue. Sikiliza Batuli, nikwambie. Wewe ni rafiki yangu. Tena rafiki yangu kama ndugu yangu. Lakini katika hili utanisamehe. Na sitaki utoe hata mguu wako hapa uondoke. Kwa hiyo unahisi nitakuwa nimemfanyia kitu kibaya kaka yako? Mimi sijamfanya kitu chochote. Yaani hata sijui mimi nielezeje. Lakini naomba uniamini. Unahisi nitakuamini kirahisi hivi? Hivi akitokea mtu hapa alafu akamkuta kakangu katika hali, unahisi au majibu atajibu nani? Mimi ni wewe? Alea, ina maana hauniamini kiasi hicho? Mimi sijamfanyia kitu chochote. Sasa sikia. Hapa uondoke hadi ba mdogo afike hapa. Hili atuambie nini tatizo. Ndio nitakuruhusu utoe mguu wako hapa. Ina maana uniamini kiasi hicho? Hilo ndio jibu. Ila huo ni ushauri tu. Utajua mwenyewe kusuka ama kunyoa. Mtoto kumbe mimi anijui. Ngoja nimuonyeshe joto la jiwe. Mzee, shikamoo. Marhaba. Karibu. Mimi ndo nikukaribishe wewe kwa sababu ndio umenikuta hapa nyumbani kwako. Lakini hata hivyo nilikuwa toka nyumbani kwa watoto wako. Maana nilipata taarifa za msiba, so nilikuwa naenda kutoa pole. Sawa. Lakini ujio wangu mie hapa ni hilo hilo ambalo unalisema hapa. Kijana, nikwambie kitu kimoja. Sitaki uifuatilie familia yangu. Ni heri chochote kile unachokiona katika familia yangu uje uniambie mimi mwenyewe. Jambo la aina yote ukiliona limetokea nyumbani kwangu, shida aina yoyote, ni bora uje unishirikishe mimi au uniulize mimi nikiwa kama mkubwa wa familia pale. Kijana, na kuonya usije ukaja kusema kwamba mimi sijaongea chochote kuhusu kwa hili ambalo mlolifanya. Sijapendezwa nao hata kidogo. Msije mkapaona pale pa uchungu. Na kijitokeza tena naomba pale msikanyage. Kuja kuuliza ile familia. Niulize mimi. Nitatokuja kuwafanya hamtasahau milele. Hilo mlitambue. Na ujio wenu nyinyi kule, mbona mimi nautambua? Wewe ushangai mimi nimefikaje hapa kwako? Sikiliza. Akili kumkichwa. Mzee vipi? Watajua wenyewe bwana. Wakae na maiti, wasikae na maiti. Wote ile hapo wote. Kwanza hata hivyo hayanihusu.
Lea! Lea! Batuli! Lea! Shoga yangu Lea, tumekuja mpaka hapa, bwana mdogo wako hatujamkuta. Mimi naona atakuwa ameenda sehemu ya mbali. Naomba kwanza niende nyumbani nikafanye mambo yangu, then nitajua kinachoendelea. Sikiliza shoga yangu, nikwambie, mimi sipendi kabisa wewe uondoke, kwa sababu mpaka sasa hivi bado sijajua muafaka wa kakaangu, kama yupo hai au amekufa. Na wewe ndio nilokukuta pale kwenye ile tukio, nitakuamini vipi Batuli? Lea! Batuli! Lea! Maele mwanangu, unajua kama nakuthamini sana mwanangu, lakini kutokana na hilo na kuomba uje ndani tuje kuzungumza. Shoga yangu, ina maana uniamini? Kwaona hisi mimi nitakuwa nimemfanyia kitu kibaya kaka yako. Naomba tu niruhusu niende nyumbani. Utanijulisha kitakachoendelea. Shida sio kukuamini au kutokuamini. Shida, chanzo cha tatizo la kakaangu ni nini? Mtu akija hapa mimi akiniuliza nitamjibu nini? Kama sio wewe ndo unaijua. Utanisamehe kwa hilo Batuli. Hapa leo huondoki. Shoga yangu, usifanye hivyo. Mimi kaka yako sijamfanya chochote. Yaani hata sijui nikuelezeje. Naomba tu niruhusu nikafanye kazi zangu, alafu jioni nitarudi. Una uhakika utakuja baadaye? Ndiyo, niamini. Sikiliza Batuli, nimekuruhusu uondoke, ila ikifika jioni nataka uwe umekanyaga pale nyumbani kwetu. Mpaka jioni usipokuja sitokuelewa. Labda uombe Mungu kakaangu afumbue macho, lakini asipofumbua macho utanisamehe.